Ndugu zangu wa Tanzania, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa KB Music Band. Ndugu zangu, nimeokoka na mtumikia Mungu. Nipo hapa kwa ajili ya kusema nimekaa kimya sana muda mrefu. Najua unapobadilisha maisha kwenda sehemu nyingine, kuna hatua ambazo unapaswa kuzifanya ili uendelee kuwa sawa sawa. Hivi karibuni nitaachia albamu yangu yenye takriban ya nyimbo 6. Zitakuwa ni video zote. Na niseme wapendwa, naomba muendelee kunisapoti kama jinsi mlikuwa mnanisapoti, kwa sababu mimi bado ni kijana wenu. Pia niseme kuna dada mmoja siku moja amenipigia simu ananiuliza, mwinjilisti samani, naomba nikuulize, hivi ni kwa nini mwanamke anapozini kwenye ndoa anafukuzwa, lakini mwanaume akizini yeye hafukuzwi? Nataka nikwambie tu, nikujibu dada ulionitumia message au kunipigia simu, ni kwamba mwanamke akizini kufukuzwa ni kawaida. Kwa sababu kwanza mimi niseme kwamba kitaalamu zaidi, kisayansi, mwanamke anapokea, maana yake mwanamke anapoamua kufanya jambo sio kwamba ni bahati mbaya, anakuwa amedhamiria. Na mwanamke anapopokea, kisayansi tunasema mbegu huwa zinaenda kujenga utawala kwenye mwili wa mwanamke au kwenye akili yake. Kwa hiyo kumbadilisha inakuwa ni shida. Na pia mwanamke kwenye ndoa ndo huwa mjenzi, wanaume huwa ni walezi. Usikosee kuoa, maana yake unapokosea kuoa umekosea kila kitu kwenye maisha yako. Kwa hiyo nizungumza kitu kimoja, tunarudi kwenye, nimesoma sana kwenye Biblia story ya Samsoni. Samsoni alikuwa na nguvu sana na alifanikiwa kumuua simba, ila alifeli kwa mtu mmoja anayeitwa mwanamke. Kwa hiyo mimi niseme mwanamke anapoamua kufanya jambo anakuwa amezamiria na sio kwa bahati mbaya. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa katika Bwana, naombeni sapoti zenu. Mimi ni mwinjilisti kijana wenu, mwimbaji wa nyimbo za bendi kwa sasa. Kwa kweli namshukuru Mungu, amenibadilisha, nimeokoka, na niseme mtabarikiwa sana. Lakini niwaambie msisahau kumtukuza Mungu kila kunapoitwa leo. Mungu ndio anayejua hatima ya mtu. Na pia niseme kwa waimbaji wenzangu wa nyimbo za bendi, niwasemee jamani, katika hii kazi ya utumishi na changamoto, ina majaribu mengi sana. Tunapokuwa tunafanya kazi hii, tuelewe shetani yupo miongoni anatufuatilia. Tujitahidi kufanya vitu ambavyo sio vya kushusha hadhi zetu. Shetani anawatumia watu. Kwa anapowatumia watu wanakuja kuzamisha huduma yako. Na sisi waimbaji, kuna watu tunafanya kazi za uimbaji, lakini kuna watu hawana uwezo vizuri, labda wa uandishi. Kuna wengine wanafanya hata kazi kwa producer na msapoti. Kwa hiyo inapofika sehemu unafanya kazi muimbaji, unakuwa tuseme kazi yako unaifanya kwa ubinafsi, ni vigumu sana hata Mungu kukubariki. Wapende watu ili Mungu aweze kukuinua. Mpende jirani yako, Mungu atakubariki. Wapende wenzako, Mungu atakuinua. Mimi wapendwa katika Bwana, niseme Mungu awabariki sana. Naombeni mnifuatilie kwenye akaunti yangu KB Music Band. Jamani, mtabarikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme ndugu zangu, kwa leo atakokuwa na changamoto la mawazo, shauri, anaweza akaniambia, tukasaidiana kwenye uimbaji, tukasaidiana. Na waheshimu sana malegend kwenye mziki wa uimbaji wa Injili, Rose Muhando, Boniface Mwaitege, huwa nabarikiwa na nyimbo zao sana, na mimi pia na watabarikiwa na kazi zangu pia. Mbarikiwe sana. Mimi kwa hapo niseme asante kwa kunisikiliza, na Mungu awabariki.